Unajisikiaje kwa sasa unavyowaona wasanii wanaigiza wakiwa na jeneza? So kwangu mimi ni I'm so proud, yani kwanza najisikia raha sana, kwa sababu nadhani hata wakubwa wangu wameona kazi ambayo nilikuwa nimeifanya ni kazi kubwa sana, kwa sababu hapo mwanzo kipindi hicho mimi naanza kujulikana kwa waandishi wa habari, wenyewe walikuwa wanaona kabisa kwamba maisha ambayo nilikuwa naishi nilistaajabisha dunia, na ndio maana walisema kwamba kuna mengi ya kustaajabisha, lakini hili ambalo la kulala kwenye jeneza ni jambo ambalo la kusisimua. Waliniweka kwenye historia ya maajabu 7 ya dunia, so ndio maana watu wote walichanganyikiwa. Kwa hiyo najisikia la kufanya nguvu, yani kutumia uwezo wangu, kipawa changu, kwa kukabidhiwa tu lile jeneza, kwa kufanya kwamba nimejulikana kwamba kuna tajiri Tanzania yupo Bagula Bagamoyo, yuko analala kwenye jeneza, anaishi kitajiri kifahari. Kwa hiyo watu wamekuwa I'm so proud, wamefanya hivyo vitu, na vitu kweli naviona vinaenda mtandaoni hivyo. Najisikia la tu kuona watu wanakopi maisha yangu ambayo ninayoishi. Sawa, sasa kuna hili swala la wewe unavyoishi hapa kwako. Kuna majirani, matajiri wenzio unaona. Sasa unaishi nao vipi na kwenye mazingira haya, na sijui kama wanajua kama wewe una jeneza ndani? Katika vitu ambavyo sijawahi kuvifikiria, yani kumfikiria mtu, sijawahi kumpa mtu airtime ya kumfikiria sana. Yani mimi waga najifikiriaga mwenyewe, sijawahi kumfikiriaga mwanadamu, kwa sababu naamini nikipata muda wa kuacha kufanya ya kwangu kumfikiria mwanadamu, mimi nitafeli. Kwa hiyo natumia muda mrefu sana wa kujitenga, kukaa mwenyewe. Kwa hiyo nikiwa mimi tuna jeneza langu, wawili tunatosha. Nikiwa nahitaji jambo lolote kupeana ushauri, napeana ushauri na jeneza langu. Kwa hiyo jeneza langu linanipa ushauri, hichi fanya, hichi usifanye. So kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi navifanya kupitia ushauri ama hamsha ama ushawishi kupitia jeneza langu. Sipendagi kushauriana na mtu, sipendagi kumwazia mtu, kwa sababu hata kipindi hicho wakati naanza kujulikana kwamba nalala kwenye jeneza, sikutaka kujua nani atasema nini na nani atasema nini na nitaonekaneje, na sikutaka kuangalia kwamba watu watareact vipi, kwa sababu kipindi mimi naishi maisha magumu, kulikuwa kuna mtu wote ambaye anaangalia maisha yangu, si umeelewa? So kwa hiyo hata kama ilivyokuja kujulikana kwamba Bagula Bagamoyo analala kwenye jeneza, nikaona ni kawaida tu, ni maisha ambayo mimi mwenyewe nimeamua, si umeelewa? Yani kikubwa kwamba nasaidia watu, na mimi mwenyewe naishi maisha ninayoyataka, nafanya ninachokitaka, simzuru mtu, situkani mtu, naheshimu kila mtu. So najisikia la I'm so proud, na kuona hata wakurugenzi wenyewe wameona kabisa kazi nimeifanya. So kwa East Africa tunamzungumzia Bagula Bagamoyo ni namba 1 trending, namba 1 duniani tunapozungumzia, kwa sababu hakuna mtu wote ambaye alitokea duniani analala kwenye jeneza zaidi ya mimi. So baada ya mimi watu kunijua, ndo naona watu wanafanya hivi vitu, wanaona act. Najisikia raha kwa sababu kuna watu wanawalipa watu maambasada, mabalozi, wanawalipa watu pesa kwa ajili ya kuwatangaza. Kwa hiyo mimi kupitia nguvu yangu, ule ushawishi nilio nao, wengine wanafanya tu kuendelea kunitangaza. So mnafurahia, upande wangu mimi ni safi. Na kama watakuwa wana shida, wanalia shida, wanahitaji kufanya kitu, hawana hela, niko tayari kuwasaidia tu hata kiasi cha fedha, waendelee kutangaza dunia, ulimwengu wa bahari, mfalme wa fimbo na ukuu wa jeneza. Sawa, sasa tumeona hapa wewe tayari ni mtu ambaye umekwisha fanikiwa sana, na ni kama unavyodai kwamba wewe ukitaka kushauriana unashauriana na jeneza lako peke yake. Sasa inakuwaje kuhusiana na huu mtaa unaoishi wewe na ushirikiano wa huu mtaa, mko vipi mahusiano yako wewe na mtaa unaoishi? Unajua, katika kitu ambacho mimi nafurahia, sema kwa sababu tu iko serikali, lakini kama kuna uwezo, mimi nadhani hata mtaa mzima ningeununua tu, kwa sababu ningetamani niishi mwenyewe, kwa sababu kuna muda natamani tu niwe mwenyewe, yani sio, umeelewa? So lakini kwa sababu huwezi kununua mtaa, lakini pia nao ni majirani wazuri, uwezi ukaa mwenyewe, labda tu ukaishi labda Sadani huko, nikakae ndani kabisa Mabagamoyo huko mapolini. So nadhani nitakuwa nakaa na wanyama pekee. Kwa hiyo kuna muda napaswa pia niwe na watu, lakini huwa napendaga sana sehemu ambazo zilizokuwa tulivu, sehemu baridi kabisa ambazo hazina vurugu. Mimi napenda sana sauti za ndege, nikisikia sauti za wanyama. So I'm so proud sana, nafurahi sana. Unajua mimi ni bora niishi na kiumbe kuliko kuishi na mwanadamu. Yani ni bora kuishi na mnyama kuliko kuishi na mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni mtu pekee ambaye
unaweza ukamfanyia jema leo, lakini kesho ukafanya baya tu, mwisho wa siku akafuta mazuri yako yote akaliweka baya wazi. Kwa hiyo mimi sifurahi sana, na napendaga tu kusaidia yatima, wajane, wasiojiweza, lakini sio mtu sana wa kujichanganya changanya. Ndio maana huwa sionekani sana mimi kila muda tu kwa jeneza hivyo. Yani kila siku ambayo unaiona leo, ukiona wewe leo imefika usiku unalala kitandani, mimi nalala kwa jeneza. Ndio maisha yangu ambayo niliyachagua. I'm so proud, naishi ninavyotaka, na magari na manyumba na hela hivyo yani, lakini sio mtu wa hivyo sana yeah. Babu la Bagamoyo ni moja kati ya majina ambayo yanakuwa kwa kasi sana, na ni mtu ambaye umeonyesha jitihada za kupenda sana kusaidia watu. Sasa swali ni kwamba ni watu gani ambao unapenda sana kuwasaidia aliyakuwa wewe si mpenzi sana kukaa na watu? Kwanza ukisema babu la Bagamoyo ni majina ambayo yanaokuwa sana, utakuwa unakosea, kwa sababu babu la Bagamoyo ni mmoja duniani, hakuna mtu mwingine yote. Babu la Bagamoyo ni mimi. Yaani ukiona kuna mwingine yote mtandaoni anajiita babu la Bagamoyo, huyo sio yeye. So ili uamini, andika tajiri anayelala kwenye jeneza kwa mtandao wote, au kijana anayelala kwenye jeneza, au andika babu la Bagamoyo. So nitakuja mimi, yaani sura face itakuja ni mimi. So wengine ni wanatumia majina tu. Unajua ukishakuwa maarufu watu wanaweza kupitia jina lako, watu wanatumia majina ya watu wakubwa kabisa nchini, so na wanayatumia na wanapata faida nayo ya majina. Kwa hiyo sioni shida kuona babu la Bagamoyo likitumika na watu wengine, lakini famous icon, mtu ambaye maarufu ni mimi, yani babu la Bagamoyo. So yeah. Okay. Tumefurahi sana leo tumefika kwako babu la Bagamoyo kwa ajili ya kupata mawili matatu, lakini unapenda vipi, unawaambia nini Watanzania ambao wanakusikiliza? Unawapa ushauri gani vijana ambao wanajitafuta mtaani? Kwanza sio useme kwamba tumefurahi kufika kwako, lazima uambie kwanza Watanzania au watu ambao wanaangalia huko duniani. So uambie kwamba tumefika hapa, mmeomba interview, lakini pia huu ni usiku mzito. Sasa hivi tunazungumzia saa 6 usiku hii. Umeelewa? Sahihi. Ya saa 6 usiku. So kwa hiyo kama saa 6 usiku inamaanisha kwamba ni usiku mzito, ndo tunaweza tukazungumza. Unajua watu wengi sana wanatamani sana kuzungumza na mimi, kufanya ma interview na vitu kama hivyo. Watu wengi sana wanatamani sana kuja nyumbani kwangu, lakini nimesitisha kwa sababu kuna muda jeneza halihitaji makelele. Kuna muda jeneza nililipa purukushani sana kipindi kile ambacho nimejulikana. Waandishi wa habari wanahitaji interview, kuna huwezi kuwadharau waandishi wa habari, kwa sababu wao ndio watu ambao inatakiwa wapewe heshima zao zote, kwa sababu wao ndio watu pekee ambao hata mtu wote sasa akipata shida anahitaji msaada nini vitu kama hivyo, lazima wafuate waandishi wa habari mambo kupeleka duniani. So kwa hiyo sikuwa na jinsi, ilibidi tu nizungumze nao, lakini kwa sasa kidogo ndo changamoto kama hizi. Unaweza ukaniambia unahitaji kuzungumza na mimi nikakwambia saa 6 usiku, saa 7 usiku, vitu kama hivyo, mdao umelala. So utaona kama vile labda nakukataa na kunyanyasa, lakini kutokana na taratibu ambazo zilivyo. So kama nitaweza kukukubalia muda ambao unataka wewe, naweza nikaharibu taratibu na mila desturi zangu. Mwisho siku nikanaweza nikaja kuwa maskini kapuku, usifai tena, omba. Inakuwa ni hatari sana ya. Kuna namna unahisi ukikosea kitu unaweza ukarudi kuwa katika hali ya chini na hivi ulivyojijenga na utajiri mkubwa uliokuwa nao? Unajua kupanda ni ngumu sana, mwanzo ni mgumu sana, lakini kushuka ni chap. Yani sasa hivi tu mimi nikiamua kuwa maskini na kuwa maskini chap, kwa sababu naharibu tu vile vitu ambavyo nilivyoambiwa usifanye nafanya. So kwa hiyo kuharibu ni issue simple, lakini pia kujenga ni kazi sana. So kwa hiyo tunatumia muda mrefu sana wa kujenga, lakini tunatumia muda mfupi sana wa kuharibu. Na ndio maana mtu wote ambaye aliyokuwa star maarufu wanaogopa sana kuharibu jina lake, kwa sababu anajua nikiharibu jina watu wananifahamu hivi ikiwa hivi vitu kama hivyo. Na ndio maana kutoa watu wengi sana wapendi kuonekana. Mimi mwenyewe sio kama labda sipendi kuonekana, napenda sana, lakini kutokana maisha ninayoishi sasa, zabadi kabla watu hawajanijua ilikuwa ni rahisi sana kwenda sehemu nyingine tofauti, lakini kwa sasa hivi sasa kila ukienda watu wanakunyoshia video, huyu jamaa analala kwenye jeneza, haileti maana. So kwangu mimi naishi maisha mazuri, kwa sababu nafanya ninachotaka, na watu wengine sasa wameshazoea vitu kama hivyo, na siwazi, nisifikirii, na sijawahi kumpa mtu airtime muda mrefu kumfikiria kwamba ananiwazaje. Kawaida tu ya shazoea. Na inakuchukuaje, inakukisia pale unapotoka mtaani
labda sehemu kama unaenda kupata mahitaji yako wewe mwenyewe nyumbani, na unavyoonekana kwenye jamii, labda pengine mtu akakuona, unaonaje, inakuwaje ile? Kwanza katika kitu ambacho nataka nikwambie, mimi kuonekana mpaka mimi nitake, yani kwamba mimi naamua kwamba leo natoka, najua kabisa natoka, jua naenda kuonekana, sina sababu ya kutoka. Mimi na uwezo ukaa ndani hata mwaka mzima, niko tu ndani. Niko tu ndani, biashara zangu zinaendelea, natumia hesabu zangu, mambo yanaenda vizuri, kila kitu, biashara zinasimamiwa, si umenielewa? So jeneza ndo linaongoza kila kitu, biashara nini, kila kitu. Na ndio maana hata mtu ambaye mwenye shida yake, mwenye changamoto, wanamwambia ufalme wa fimbo na ukuu wa jeneza utakuangazia nuru, kukupa unachohitaji, kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria zake. Nadhani utakuwa umenielewa.